Hi guys, James TV, and of course we're the #1 online YouTube channel. Channel yetu nambari moja kwa burudani, channel yetu nambari moja kwa umbea, na umbea si kazi, kazi ni kutafuta. Na siku zote natia bidii ili kukuletea habari kemkem kutoka kijijini hadi mjini. Na siku zote kaa ukijua umbea nao hautaki uzembe. Leo tunapiga story 1 2 3 na mama mkongwe, mama ambaye ametia bidii sana kuhakikisha nyimbo zake zimefika kwa wakati na ujumbe pia umefika kwa wakati. Si mwingine bali ni Mama Salome Mwabindo. Wacha umsikie Salome Mwabindo tukipiga na story, kwa sababu hayuko nchini kwa sahihi, ako nchini Marekani kwa shughuli za kikazi, lakini wacha tuungane naye kwa njia ya simu tusikie. Je, Salome Mwabindo, ulienda wapi? Je, Mama Salome, unafanya nini? Je, Mama Salome, mbona umetutupa? Je, Mama Salome, tutarajie nini next? Ndani ya James TV. Habari ya masiku. Nashukuru mamangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mama, umepotea. Nimepotea. Hebu tuanze kwanza mamangu. Salome Mwabindo. Si vibaya, nimepotea vizuri. Sasa wacha tuanze mamangu. Salome Mwabindo haswa ni nani? Salome Mwabindo ni mzaliwa wa kutoka Tezo. Nikaolewa huko Teso. Lakini tunaishi Mombasa. Okay. Nimezaliwa kwa watu wa Mijikenda na nikaolewa kwa Wateso, kwa hivyo. Okay. Nashukuru Mungu, ila tuko Mombasa. Last week nilikupost mamangu katika page yangu ya Facebook pale. Nikasema mamangu uko wapi? Lakini mafans wengi pale walitaka kujua tu mamangu kwani ako wapi. Ikabidi nikutafute. Watu wanakupenda sana, mafans wanakupenda sana, though umewatupa sana, lakini nikasema wacha nimtafute mamangu tuweze kujua mama ako wapi. Niko tunashukuru Mungu kwa upendo pia kwa kunitafuta. Ndio. Asante sana. Mama, katika utunzi wako wa zile nyimbo, ni vigezo gani ambazo ulikuwa unatunga mistari yako ya nyimbo? Okay, katika utunzi wangu mimi nilibase sana masomo yanayotoka kwa Biblia. Ndio. Na kama niliimba nyimbo zingine zinaelekea ni za mambo ambayo yanaendelea. Ndio. Lakini sana mimi nilikuwa naimba Biblia. Ndio. Watu wanasema soka. Hebu kidogo tu gusia tu kidogo, soka tu kidogo. Ila huo wimbo tuliimba kolabo, hauko utunzi wangu, ulikuwa ni utunzi wa Peter Gona. Okay. Kwa hivyo labda pengine kuipata Gona naweza kuimba vizuri. Haya, tuende kwa wakati tulipoenda rekodi. Tulienda wakati mmoja na yeye akatoa nyimbo za kwake na mimi pia nikatoa nyimbo za kwangu. Okay. Na tulikuwa tunashiriki kanisa pamoja. Okay. Kwa hivyo tulivyotoa baadaye zile za Peter Gona katika utunzi wake zilibaki kwake na za kwangu pia zikawa kwangu. Ndio. Kwa hivyo siwezi nikasema na ujasiri ya kwamba hiyo ilikuwa mimi ni utunzi wangu, hapana. Okay. Soka haiko utunzi wangu. Okay. Mama, nyimbo zako ziligusa nafsi za watu wengi sana. Hata okay. Leo hii kila mtu anasema kwa page yangu pale, kila mtu anasema hukumu iligusa watu sana. Amen. Asante. Nashukuru Mungu kwa hilo. Maanake nilimpenda Mungu na sikutaka kuimba zile ambazo ni hata kama ninaimba hizo zingine ambazo ni mambo yanayoendelea hivi sasa. Lakini hapo mwanzo nilipenda sana kwa mambo ya Biblia. Ndio. Nilitaka kuimba vile Mungu anasema. Sahi mama, ushapangia nini mafasi wako? Hata kama ni kitambo lakini bado nakuenzi. Nyimbo zipo ambazo sasa mimi hasa sikuziweka kwa mitandao kwa sababu nimeathirika. Nyimbo zangu nyingi sana hata ukiziona kwa YouTube si mimi niliweka. Okay. Na najaribu ili nitoke hapo angana mimi pia nisaidike na hizo nyimbo. Lakini sijapata msaada. Okay. Lakini kwa sababu ziko hapo, shukurani yangu kubwa ni kwamba ujumbe unawafikia watu. Kabisa. Na hilo ndilo lengo langu kubwa. Ndio. Mapato tunayapata Mungu anatupatia, na wala hivyo haiwezi kunifanya
kunifanya ati nikalalamika kwa sababu labda pengine mwingine anafaidi. Ndio. Furaha yangu ni kwamba watu wanapokea ujumbe, na wenye kuokoka wanaokoka, wenye kufurahia tu wanafurahia. Na hilo ndilo kusudi ninalojua ya kwamba Mungu alinipa hizi nyimbo si kwa ajili yangu, lakini kwa ajili ya Mungu. Ndio. Na kama kuna mapato ambayo ninaweza nikapata, nitayapata tu. Amen. Lakini sana sana ilikuwa ni ujumbe ufikie watu, na tunashukuru Mungu kwa hilo. Ndio. Na kulingana na nyimbo zako zote hizo mama, ni nani alikuwa akikuandikia? Mimi mwenyewe ni mtunzi. Aha. Si kwamba ati kuna mtu alikuwa ananiandikia nyimbo, hapana. Na tukija upande wa collabs, unaona collab, kufanya kazi na mtu mwingine, tuseme hiyo collab, unaona hiyo iko na benefit ama ni iko na hatari kidogo? Okay, siwezi nikaizungumzia sana hatari yake ama benefit yake kwa sababu sijafanya collab na mtu isipokuwa Peter Gona, tuliimba na yeye na nikakwambia vile ambavyo vilienda. Ndio. Sasa kwa collab na mtu sijafanya sana. Okay. Sijafanya sana. Wengi ni wale ambao wananisaidia kwa sauti. Na si kwamba ati labda sipendi. Lakini pia nakuwa na zaidi ya uangalifu wa yale mambo ambayo tunaweza tukafanya na mtu huyo ambaye anaweza kusema nataka nifanye collab. Na si kwamba ati sijaulizwa. Ndio. Lakini sijajiingiza katika nafasi hiyo mojawapo, na pengine naweza ikafanya vizuri, kwa hivyo sina uhakika. Ni sasa pale Mombasa unashiriki vizuri, lakini umenielewa? Nishakuelewa mamangu. Pale Mombasa unashiriki katika kanisa gani? Pengine angalau tukija Mombasa pia, ama wenye kwa Mombasa pia wakikutazama ama ukisikia uko Mombasa, wakuje kanisa gani haswa? Sisi tuko Mtwapa na tuko Mombasa, sehemu za Kisanguni, maeneo ya Concordia. Concordia, kama unaenda huko kwa Usenderi ni jina limejulikana sana. Okay. Lakini kuna shule kabla kufika huko Usenderi inaitwa Concordia. Ndio. Nyuma yake kabla kufika kwa gate, mkono wako wa kushoto ukielekea, kuna petrol station ndogo hapo. Hiyo jengo imeshikana na hiyo petrol station ni kanisa. Okay. Kwa hivyo tuko hapo, na alafu Mtwapa tuko maeneo ya Lambada. Huko chini ukienda kunaitwa Mikanjuni kabla kufika Mikanjuni. Yeah. Hapo nyuma kuna shule moja inaitwa Golden Key. Okay. Ukifika hapo, lakini si hapo shuleni. Okay. Maeneo hayo ukiuliza kanisa ya Gospel Church utaulizwa. Okay. Utaonyeshwa. Okay. Na alafu kuna Mtwapa huko Maweni, kama ukienda Mtwapa Primary School kunaitwa kwa Mwaviswa ama Kididima. Okay. Kuna kanisa nyingine huko, kuna mchungaji anaitwa Pastor Charles. Okay. Na mume wangu anaitwa Pastor Okasiba. Ndio. Na pengine tukija upande wa serikali, unataka serikali ifanyie nini haswa wasanii angalau mpate kuvuna ile kitu mnapanda? Okay. Kama labda kuna jambo ambalo wanaweza kutufanyia, kwa sababu hili sasa naanza kulisikia kutoka kwako hivi ya kwamba labda pengine serikali ikitaka kuwasaidia. Msaada tunauhitaji. Ndio. Maanake nafikiri hizi nyimbo zimefikia wengi, hata katika serikali zetu wanaendelea kuzisikiza, hasa sisi ambao tuliimba kitambo. Ndio. Na pia siwezi nikawabagua wale wanaoingia sasa, manake lazima generation iendelee. Ndio. Lakini kitu ambacho labda pengine ningehimiza serikali, kama kunalo fungu ambalo linaweza kuwekwa kwa ajili yetu kama sisi, tukilipata pia linaweza kutusaidia kuendeleza hii huduma. Manake unaona sasa hivi recording tulizozifanya pale mwanzo na sasa hazifanani. Tuseme ya kwamba wakati ule kulikuwa kuna wepesi, manake ukaenda ukarekodi nyimbo zote kwa pamoja na unalipa pesa kidogo. Ndio. Lakini sasa hivi kurekodi wimbo inachukua fedha nyingi zaidi. Ndio. Sasa hiyo si shida, lakini kama kuna jambo ambalo serikali inaweza kuangalia waimbaji, hasa wale ambao walitangulia
na wakafanya kitu kwa ajili yetu, tutashukuru Mungu. Ndio. Sisi tunaita the legends. Yeah, the legends. Kwa sababu we are in the joy bringers. Wakati wa joy bringers, nafikiri tulikuwa tunachukua nafasi kubwa sana. Kabisa mama. Na hata sasa hivi makundi haya tunawasiliana, yani kati ya wale watu ambao wanaitwa the legends ama joy bringers. Tupo huwa tunawasiliana na tunaongea kutuhusu. Ndio mama. Sasa kama labda pengine serikali inaweza kujua the legends ni akina nani, na wakasema ya kwamba labda pengine tunaweza kufanya jambo kwa ajili yao, tunaweza kupatikana. Tunashukuru Mungu. Amina mama. Sasa nimeshukuru kuongea na wewe. Mimi personally kija Mombasa lazima nitakutafuta. Tuzidi sasa niko Nairobi, lakini kija Mombasa nitakutafuta tuzidi kupiga story. Kwa sababu mamangu ni legend. Wakati ile unaimba unakuja kule Marere, Jaribuni. Mimi hiyo time nilikuwa primary school, nilikuwa hata natoroka nyumbani na kuja kwa show yako mamangu. Hizo za hukumu, hizo zote hizo. Hukumu iligusa nafsi za wengi sana. Sana. So nyimbo zako mamangu wazipata wapi watazamaji wangu? Kwa sasa hivi utaingia tu kwa YouTube na siwezi kugo direct. Ukipata bora ni yangu, mtu achukue tu, kwa sababu si unaona vile jinsi nilivyokuelezea. Yeah. Wengi walioweka hizo kwa YouTube ni wengi. Hata mimi pia niliweka zingine, lakini zingine hazikwenda tu, kwa sababu ukiweka kunakuwa na jinsi vile inakuwa hata hiyo. Lakini kwa sababu ni ombi langu ya kwamba nyimbo hizi zifikie watu na zifike hata pale. Yeyote yule anayetaka kuchukua kwa mahali popote atakapozipata, bora tuko kwa jina langu na anajua nyimbo hiyo hiyo. Furaha yangu ni kwamba hiyo injili inawafikia watu. Lazima itembee. Alafu hata kama wewe pia utaweza, nataka hizi nyimbo zisiwe tu Afrika na Kenya peke yake. Ndio. Aziende mbali, jinsi zitakavyoenda, hiyo ndio furaha yangu. Kabisa. Na alafu Mungu ni mwenye kulipa watu na anayo njia ya kutulipa, na nani ajuaye, labda katika hali hiyo pia tutakumbukwa na tutapatikana, ili na sisi pia tupate nafasi nzuri ya kupata kipato kinachoweza kutusaidia. Na la mwisho, mafansi wako watarajie nini mamangu? Na watarajie ya kwamba hizo zingine, kwa sababu tumeongea hizo zingine ambazo niliziimba, ambazo niko nazo mimi mwenyewe, pia nazo nitaziingiza kwa mitandao, lakini nataka mtu atakayenielekeza vizuri, ili isije kawa kama sisi vile ilivyokuwa. Kwa hivyo ile pia ninawapenda kwa sababu ninajua ya kwamba kati ya hao mafans zangu wamenitia moyo na nguvu ili nisikate tamaa kwa chochote. Ndio. Kwa hivyo nataka kuwapongeza pia wao, na waendelee kuniombea. Amen. Na mimi itakuwa sawa. Kwa hivyo management hapo ndo nafikiri kuna shida upande wa management mamangu. Upande wa management kumanage ngoma zako, kuziweka katika mitandao ya kijamii, hapo ndo kuna shida napo sasa. Hapo ndio kuna shida kidogo, kwa sababu hata mimi baadaye nilianza kuogopa, maana yake nikawa nasema sasa sijui nani ni nani. Ndio. Sasa nikienda nazo huko labda pengine inakuwa ni hivyo tu. Ndio. Sasa management labda pengine hata natamani tu mambo mengi tu yatendeke. Okay. Lakini kwa hivyo ukipata mtu sahihi, mtu genuine, unaweza muita manager au kufanya kazi yako mzuri sana. Nitashukuru. Haya, watasikia ombi lako na Mungu atasaidia hilo ombi na litatendeka kwa amani. Amina. Tumalizie na hukumu basi, mstari tu kidogo. Tumalizie tuna hukumu tu, nyimbo ya hukumu. Nikiimba? Uimbe tu kidogo tu. Tunajua kwa hukumu itaanza kwa kanisa, hivi masikio ili wasikia. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe, ataenda na kusimama mbele ya kiti cha hukumu na kutoa hesabu yake sawa na matendo yake. Kisha matendo ya wewe utamalizia. Nimeshukuru sana mamangu. Amina. Mungu akulinde, Mungu akubariki, Mungu akupe maisha marefu. Amina. Alafu jambo la mwisho. Naam.
Mungu ametubariki na huduma live. Kwa hivyo wanaotaka kutualika Ndio. na watualike, tutakuja, kama ni kufundisha, kama ni kuhubiri injili ya wazi. Ndio. Mambo mengi tunaweza tukafanya pamoja. Haya, nashukuru mamangu. Amina. Mimi- Umesema ni nani? Mimi ni Victor. Victor. Victor, lakini channel inajiita Chims TV. Nitakutumia link kwa WhatsApp, kama iko kwa WhatsApp namba yako. Nitakutumia link, then utaona tu hizo ma comments na views inaenda kuhusiana na nyimbo zako, utajionea tu. Okay, sawa. Nashukuru mamangu. Nashukuru hata nami pia. Mungu akubariki. Na mimi Mungu atatukuta. Haya, nashukuru pia, una usiku mwema. Barikiwa sana pia. Amen. Mafans, habari ndio hiyo. Tumeweza kupiga story na Mama Salome Mwabindo. Umesikia mambo yote hayo yenye ameeleza, zile changamoto ambazo anapitia. Sio mchezo. Wale watu ambao wanachezea watu wa Mungu, wanachezea neno la Mungu, wanachezea kazi ya Mungu, haikuangi vizuri. Mtu amefanya bidii, ametoa ngoma, kuna mtu pale kando anangojea akitoa ngoma tu, mtu anachukua anaifanya venye anataka. Inafaidi mwenye hakugharamika na ile ngoma. Hiyo haiko sawa mbele za Mungu. So watazamaji, habari ndio hiyo. Umemsikia mama akiongea live. So zidi kumsupport mamangu pale. Ukienda Mombasa, kama uko Mombasa na wenye uko Nairobi, ukienda Mombasa, enda pale Mtwapa ama Concordia Mombasa, hapo ndio anashiriki. Lakini amesema pia utarajie vibao vingi vya kumsifu Mungu. Vipi? So it's your boy Chims mwenyewe hapa nikisema asante sana kwa kutazama Chims TV na uwe na usiku mwema. Bye bye.